Kwa wakati wa zamani kipindi ndio tunakuwa, babangu aliwahi kuniambia kwamba Linus, wakati mvua zinanyesha epuka sana kuchaji simu yako. Yaani epuka kuchaji simu yako kipindi mvua zinanyesha. Sasa kipindi hicho sikuweza kumuelewa, lakini kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, baada ya kuwa nimeshuhudia matukio kadhaa, basi nikaja kuona kumbe kuna umuhimu wa kuweza kuzima simu yako wakati mvua zinanyesha, au kabisa kuizima. Yaani kuna umuhimu sana wa kuweza kuacha kuchaji simu yako au kuizima kabisa wakati mvua ndo zinanyesha. So katika video ya siku ya leo naomba tuende kuangalia vitu ambavyo haupaswi kuvifanya kwenye simu yako ili iweze kuishi kwa muda mrefu. Najua kila mtu anayenunua simu ananunua ili aweze kuitumia kwa muda mrefu. So kama unahitaji simu yako iweze kukaa kwa muda mrefu, basi epuka kufanya mambo haya ambayo naenda kuyataja kwenye video hii. So karibu sana. Hii ni Jifunze na Linus. Kama bado haujabonyeza alama ya subscribe, basi naomba uweze kuibonyeza, lakini pia kama hauja like, basi kama unaona ni muhimu unaweza pia uka like video hii then tuweze kuendelea. So karibu sana. Jambo la kwanza kabisa ni kuchaji simu kipindi ambacho kuna mvua za radi zinanyesha. Unajua mvua za radi, ule mungurumo wa radi, ile radi inapopiga, ina maana kama umechaji simu yako inaweza kupata shida pale ambapo ile radi imeleta matatizo. Kwa mfano, inapotokea ile radi kuchana, maana yake kuna umeme unaongezeka kuja direct kwenye simu yako. So epuka sana kuchaji simu wakati wa mvua za radi zikinyesha. Jambo la pili ni kuchaji simu yako kwa kutumia chaja feki. Unajua simu hizi zimekuja na chaja original. Sasa utakapoichaji simu yako kwa kutumia chaja feki, ina maana utakuwa umebadilishia ule mfumo wa kuweza kupokea umeme. Yani ule umeme utakaokuwa unaingia utakuwa tofauti na ule ambao kifaa hiki kimeweza kuruhusiwa kuweza kuingiza. Unajua kila simu inapotengenezwa inakuwa na nguvu ya umeme ya kuingiza huko ndani kwenye ili tundu lake. Sasa utakapoizidishia au utakapoipunguzia, ina maana kuna kitu kitaharibika, na mwisho wa siku utajikuta unapoteza simu yako au inashindwa kuhimili ule moto ambao unaingia. Kwa mfano, chaja original, tukiongelea chaja original, ina maana zinakuwa na nguvu ya umeme ambayo inapaswa uweze kuingiza kwenye USB yako na hadi kufikia kwenye simu yako. Sasa utakapoizidishia nguvu itakapokuwa kubwa, ina maana kuna kitu kitakuja kuongezeka au kupungua ambacho hakikupaswa kiweze kuwa vile. So ya kupaswa uweze kuwa makini kwenye swala ya chaja. Tumia chaja original kuweza kuweka urefu au kuongeza urefu wa simu yako au simu yako kuweza kuishi kwa muda mrefu. Yes, jambo la tatu ni kuchaji simu yako huku ikiwa kwenye jua. Yaani simu naichaji lakini muda huo huo ipo kwenye jua. Yaani inapokea sosi umeme kutoka kwenye sosi ya umeme, lakini muda huo huo pia simu hiyo ya kwako inapitia pia mwanga mkali wa jua. Yaani iko kwenye mwanga wa jua. Sasa epuka chaji simu ikiwa kwenye direct na mwanga wa jua. Hilo ni jambo la tatu. Yes, jambo la nne ambalo haupaswi kulifanya kwenye simu yako ni kuweza kubonyeza linki ambazo hauzifahamu. Yaani linki imetumwa kwenye mitandao ya kijamii, let's say WhatsApp, kwenye magrupu ya WhatsApp, hauifahamu zaidi lakini unaibonyeza. Unajua kuna linki zinakuja kama promise ya kitu fulani. Sasa utakapoibonyeza ile linki, moja kwa moja inaweza ikapatia permission fulani kwenye simu yako, ambayo permission ataipata yule ambaye ana nia mbaya na simu yako. So utakapobonyeza ile linki haitokupeleka sehemu nyingine yote ambao labda kukuonyesha kwamba allow kitu fulani, hapana. Lakini itakachokifanya ni kwamba kuna mifumo wameshaitengeneza. Ukibonyeza tu ile linki, moja kwa moja utakuwa umeruhusu waweze kufanya jambo fulani kwenye simu yako. So epuka kubonyeza linki yoyote, na ukishabonyeza wana uwezo wa kwenda kukuharibia simu yako ikafa moja kwa moja. Unajua watakapo access hiyo simu yako au huduma yako, basi wana uwezo wa kupandikizia kirusi kwenye simu yako. Unajua kuna watu lengo lao tu ni kwamba uweze kukuharibia simu, uweze kukuharibia kifaa chako, sio jambo lingine. Sasa utakapobonyeza ile linki, mwisho wa siku utachangaa, kumbe kubonyeza tu ile linki ni kudownload virus fulani, ambayo virus itakuja kwenye simu yako na kusababisha matatizo makubwa kwenye simu yako. So kwa makini, usibonyeze linki usiyoifahamu kwenye simu yako. Sasa jambo la tano ni kuongea na namba ngeni. Yaani unapigiwa namba ngeni, unaipokea. Baada ya ukipokea, unaongea naye kwa
zaidi ya sekunde 30 au hata ikiwa pungufu ya hapo, lakini haongei lolote, hajitambulishi ili uweze kumfahamu vizuri, sasa hapo yakupasa uweze kuwa makini, kwa sababu scammers wengi siku hizi hawahitaji namba yako ya siri, hawahitaji namba yako ya akaunti. Wanachokihitaji tu ni ile sauti yako. Wakishapata sauti yako, moja kwa moja inawafanya uweze kufanya mambo mengi makubwa ambayo yatakufanya mwisho wa siku uje kulia. So hakikisha ukiongea na mtu na ukamuona kama ni scammers, basi usiongee naye kwa muda mrefu sana. Ongea naye kidogo, kisha msikia ni scammer, basi kata hiyo simu na endelea na shughuli zako, na akikupigia tena usipokee ile simu. Akikurudia tena kukupigia, hakikisha haupokei ile simu. Hilo lilikuwa ni jambo la 5. Sasa jambo la 6 ni kusheki simu yako, yani kuisheki bila sababu. Yani hivi, acha kusheki simu pasipo sababu. Yani kusheki simu kutakuja kukusababishia matatizo makubwa kwenye simu yako, itakuja kusababisha matatizo ambayo yatakuhitaji uipeleke kwa fundi, na mafundi wanahitaji kutengeneza changamoto ili siku nyingine pia uwafate waweze kukurekebishia. So hakikisha simu yako hautoisheki pasipo sababu. Epuka kusheki simu yako pasipo sababu, kwa sababu kusheki kwako hivi ina maana kutasababisha mifumo ya ndani ya simu kuweza pia kusheki. Sasa hakikisha unatunza simu yako vizuri pasipo kuisheki, ili kuweza kuifanya simu yako iweze kuimarika na iweze kukaa kwa muda mrefu sana. Lakini pia jambo lingine ambalo haupaswi pia kulifanya kwenye simu yako ya Android au iPhone, basi ni kuweza kufungua ujumbe wa email usioifahamu. Yani kufungua ujumbe wa email, let's say inaweza kuwa ni document umetumiwa, halafu haufahamu umetoka kwa nani. Sasa hilo pia ni jambo la kuepuka kwenye simu yako. So ukishatambua kwamba kuna ujumbe umeingia kwenye email yako na haujui aliyotuma, basi ni bora usiufungue hadi utakapopata maelezo zaidi juu ya ule ujumbe, kwa sababu siku hizi mascammers wengi pia wameanza kutumia njia ya kutuma ujumbe kwenye email. Unajua watu wengi hawajazoea kupokea taarifa yote kwenye email. Sasa unashangaa nimekaa tu hapo hivi, nashangaa kuna ujumbe wa email umefika, then from nowhere naenda kufungua bila kujua umetoka kwa nani. Sasa utakapofungua, moja kwa moja utakuwa pia umempatia nafasi scammers yoyote kuweza kuingilia mifumo yako ya kwenye simu au kwenye vitu vyako ambavyo ulipaswa viweze kuwa vya kisiri, then ukamfungulia ili aweze kuviaccess. So ni kuweka simu yako kwenye mfuko wa shati hapa Sasa haupaswi kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna muda itatokea utainama. Sasa ukiinama kama iko hapa, basi utajikuta umedondosha simu yako chini, yani simu itadondoka chini bila kutarajia. Sasa epuka kuweka simu yako kwenye mfuko wa shati, na pia epuka kuweka simu yako kwenye mfuko wa nyuma. Yes, kwa wanaume kuweka simu kwenye mfuko wa nyuma wa suruali, pia epuka jambo hilo, kwa sababu kuna muda utajikuta umeinama. Kuna muda utajikuta umekaa. Hasa ukikaa, ina maana utakalia ile simu yako. Sasa ukikalia, moja kwa moja utasababisha simu yako kuweza kupasua kama umekalia kitu ambacho ni kigumu. Epuka kuchaji simu yako kwenye maeneo ya umma, yani maeneo ya public, maeneo yenye watu wengi, kwa mfano hotelini, kwa mfano maeneo makubwa ambayo yanahusisha watu wengi. Kwa mfano utakapochomeka chaji yako kwenye sosi ya umeme, haujui kipi kilicho nyuma ya hiyo socket yako, yani kipi ambacho kipo nyuma ya socket yako. Wakati mwingine inaweza kuwa hivi, hiyo socket ni kama tu kiegesho, lakini kilichopo nyuma ya socket hiyo unakuta ni kompyuta. Yani ile sosi ya umeme unaipata ni kutoka kwenye kompyuta, na sio sosi hiyo ya umeme ambayo wewe unaiona hapo. Sasa ile sosi ya umeme kama chanzo chake ni kwenye kompyuta, na maana unapochomeka chaji yako, ana uwezo wa kuweza kuaccess huduma zako kwenye simu yako. Epuka kuchaji simu yako kwenye maeneo ya public au maeneo ya umma. Sasa kuchaji hivyo kutampelekea au kutamrahisishia yule mtu ambaye anahitaji kuspy simu yako aweze kuispy vizuri. So hakikisha umeweza kujichunga na hilo jambo, yani usiweze kuruhusu simu yako au usiweze kuruhusu kuchaji kwenye public areas, yani maeneo ya public, usichaji simu yako. Na jambo lingine la mwisho basi ni kuweza kuhakikisha hauconnect wifi
za public. Tunapoongelea public wifi, wenye wanaotumia kompyuta wanajua wakati wa kuconnect kompyuta na wifi kuna sehemu naulizwa kwamba wifi hii ni ya private au ni ya public. Kama umemwambia au umeiambia kompyuta kwamba wifi hii ni ya public, basi atakuwekea ulinzi. Hiyo kompyuta itajiwekea ulinzi kwamba hiyo wifi ambayo unaitaka kuitumia ni ya watu wengi, so kuwepo na ulinzi wa ziada kuweza kuhakikisha kwamba kifaa chako hakitoingiliwa na mtu. Lakini utakapomwambia kwamba ni private, basi atajua kwamba wifi hiyo ni ya kwako mwenyewe na hakuna mwingine naye itumia. So hakikisha hauconnect na kwenye wifi ambazo hauzitambui, public wifi ambazo zinatumiwa na watu wengi. Utakapo connect kule, haujui aliye nyuma ya wifi hiyo au mwenye wifi hiyo ana malengo gani na wewe ambayo unaitumia wifi hiyo. Sasa hapa naomba uweze kuwa makini. Sikwambii hivi nikiwa na lengo kwamba usiende kwenye internet cafe, hapana. Zile ni huduma ambazo zimeshatolewa kwa ajili ya kuweza kutoa huduma. Sasa kwa sababu ziko vile kwa ajili ya kuweza kutoa huduma, ina maana mara nyingi zinakuwa na ulinzi wa kutosha. Utakapokuwa pale kunakuwa na ulinzi. Lakini sasa ninachokiongelea ni pale unatembea mtaani ukutana na wifi ambayo imeruhusiwa kutumika na haujui nyuma ya wifi hiyo kuna nani. Sasa moja kwa moja kuna uwezekano kuna scammers yupo nyuma ya ile wifi, ambapo utakapojichanganya kuconnect ataweza kuaccess simu yako au kifaa chako na kukifanyia jambo ambalo unalihitaji. Kwa mfano, anaweza akakurushia hata kirusi, akarushia virus kwenye simu yako, ambayo virus itakuja kuharibu simu yako. Najua virus inapoingia kwenye simu yako moja kwa moja inaharibu mfumo wa simu yako, inaweza kuharibu simu yako na mwisho wa siku ukakosa hata huduma ile ambayo unaipata kwenye simu yako. So kuwa makini na mambo yote hayo ambayo yanaweza kukupata pale ambapo utaconnect na wifi ambazo hauzitambui au public wifi. Kuwa makini sana.